kuinulia macho yangu na kuinulia juu, na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu tatoka wapi? Ni kwako wewe Mungu wangu, ninakuinulia na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Mimi sina mwingine na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, ila ni wewe Yesu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Amen. Imeandikwa, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili muweze kuona tumaini la Bwana jinsi lilivyo. Karibu tena siku nyingine kabisa, siku ambayo tunaenda kujifunza somo letu lile la vifungo hatari. Kama unavyofahamu, tumekuwa na mfululizo wa somo la vifungo hatari, kuanzia sehemu ya kwanza kifungo kile cha mapando, sehemu nyingine kifungo cha msiba kuita msiba, sehemu nyingine kifungo cha ukungu wa kiroho. Napenda tukajifunza tena habari za kifungo cha ndugu, na kisha tukajifunza kifungo cha kupata na kupoteza. Hivi vifungo ni hatari sana. Yawezekana vikawa vingi, lakini mimi Roho Mtakatifu amenivuvia kwa ajili ya kusema nawe habari za vifungo hivi hatari. Ni vitano tu kwa leo. Kwa hiyo leo tutajifunza tena kifungo hatari ambacho nimekipa jina kifungo cha mapando. Kifungo cha mapando. Ndio maana Yesu akasema lile andiko, kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litaenda kung'olewa. Kila pando lisilopandwa litaenda kung'olewa. Kumbe kuna mapando huwa yanapandwa ambayo yanawezekana kabisa yanapandwa na Mungu mwenyewe, lakini kuna mapando ambayo yanapandwa lakini sio na Mungu, ambayo Yesu amesema hayo yanatakiwa kwenda kung'olewa. Kwa hiyo mapando Shetani naye anaweza akayatumia kama kifungo hatari. Kumbuka tunaendelea na mtiririko wetu wa somo letu lile vifungo hatari. Leo ni kifungo cha mapando. Kitabu cha Mwanzo sura yake ile ya kwanza mstari wake ule wa 26. Mwanzo 1 mstari wake ule wa 26. Biblia imeandika, tuanze Mwanzo 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Mwanzo 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Fungua na mimi Biblia yako kitabu cha Mwanzo. Nimewaambia mara zote napenda tukiwa tunajifunza na wewe uwe na Biblia yako. Mwanzo 1 sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema, Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mti utoao mbegu, na mti wa matunda mazuri, na mti wa matunda utoao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Unaona, tunapata picha. Kumbe karibu kila kitu kimetoka kwenye udongo. Karibu kila kitu. Baada ya Mungu akusema maji yajitenge ili pakavu paonekane, pale pakavu ndo akasema nchi sasa
itoe. Karibu kila kitu kinatoka udongoni, karibu kila kitu. Amina, amina. Tusonge mbele tena. Mwanzo 1 mstari wa 26 hadi wa 28. Biblia inatuambia wazi, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wote pia. Kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni muongezeke, mkatawale na kutiisha. Umeona? Kwa hiyo Mwanzo 1 sura ya 26, Mungu anaumba mtu kwa sura na mfano wake. Lakini ninachopenda nikwambie ndugu yangu, huyu mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwenye Mwanzo 1:26 kuendelea, si kwamba aliumbwa mwilini. Huyu mtu aliumbwa rohoni. Ndio maana Biblia inasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ina maana kumbe mwanaume na mwanamke wote waliumbwa siku moja, lakini rohoni. Unajuaje ni rohoni? Ukiangalia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4. Sura ya 2 mstari wa 4b. Ndio ambapo Mungu sasa anaumba mwilini. Mwanzo 1 Mwanzo 2 sura ya 4. Mwanzo 2 mstari wa 4 b. Imeandikwa, siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima nchi. Unaona, siku ile ina maana alipotuumba mwanzoni pale akasema, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mwanzo 1:26 tuliumbwa rohoni. Lakini hapa Mwanzo 2:4b ndio inatuambia siku ile sasa tulivyoumbwa rohoni, mtu bado alikuwa hajawepo kwenye nchi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa hajainyeshea mvua. Tuendelee. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulilia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunapata picha. Somo langu leo, kifungo cha mapando. Kifungo cha mapando. Unaona hapa Mungu kumbe alipotushusha sasa, alianza kushuka. Alikuwa ni mwanaume, Eva na Adamu ndio alianza kushuka. Alipomshusha ni kwamba aliteremsha ukungu kama mvua, alafu akatengeneza udongo. Ule udongo sasa ndio akaja akamshusha mtu, akampulilia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kumbe yule mtu ndani yake kuna udongo. Sifa ya udongo, huwa inapandwa kitu kinamea. Somo langu leo ni kifungo cha mapando. Sifa ya udongo, huwa unapandwa kitu kinamea. Mtu akafanywa kwa udongo. Majeshi, 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 majeshi. Haya ni mambo ya kiroho. Ni mambo ambayo unatakiwa utulie ndio uyaelewe, kwamba kumbe hata mwili wangu mimi na mwili wako wewe kwa maana ya rohoni ni udongo, na sifa ya udongo inapandwa kitu kinamea. Ndio maana ndio kauta sangine mwingine amepandwa neno la Mungu, kila akikaa anawaza tu mambo ya Mungu, mara anaimba, mara anasifu, mara anapiga tendi za rohoni, mara anasoma neno la Mungu. Ndani yake kimepandwa, maana neno la Mungu nalo uwaga ni mbegu. Kwa maana nani, Yesu anawaambia wanafunzi wake, nyinyi hamkuelewa ule mfano wa mpandi. Sikiliza niwaambie, ile mbegu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni mbegu. Kumbe unaona, kumbe Mungu anapotuma neno lake huwa linakuja kwenye udongo. Udongo huu unafanyika kuwa mbegu, unaitunda ile mbegu. Ile mbegu unajikuta wewe unapenda tu mambo ya Mungu, yani unapenda tu mambo ya Mungu. Lakini kuna mwingine udongo wake unakuwa unapanda mambo ya uharibifu. Kwa nini mnakuwa wawili tofauti? Wote mna udongo, na sifa ya udongo unapandwa kitu kinamea. Bwana Yesu atusaidie. Tupige hatua tena hapo. Hawa waliopandwa, hawa waliomewa,
wakapewa tayari uwezo wa kufanya kila kitu, kama tulivyoona Mwanzo 1:26, wakatawale na kila kitu, na hapa wamepewa uwezo tayari. Ndio maana katika Waefeso 1 mstari wake ule wa 3 Biblia inasema wazi, atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki baraka zote za rohoni. Unaona kumbe tumeshapewa uwezo wa kila kitu. Lakini kuna jambo la ajabu linatokea kwenye hayo mapando. Jambo gani hilo? Wakati Adamu alipomkosea Bwana, wakati Bwana anateremsha hasira yake kwa Adamu, miongoni mwa maneno aliyosema, akaambia Adamu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Adamu anaambia wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini kumbuka maneno haya kwa namna ya tofauti. Mungu anamwambia nyoka, kwa tumbo utatambaa na chakula chako kitakuwa ni mavumbi. Adamu anaambia wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Nyoka anaambia chakula chako kitakuwa ni mavumbi. Umeelewa kitu hapo? Mwana wa Mungu, umeelewa kitu hapo? Ndio maana kumbe shetani anapata kila njia, anatafuta kila njia kuja kupanda mambo yake. Kwa nini? Kwa sababu ameshaambiwa chakula chake ni mavumbi. Na wewe katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2:4b tunaona ulipoumbwa mimi na wewe tulitengenezwa kwa mavumbi. Mavumbi haya ndio tumelaaniwa, si ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Mavumbi haya ndio shetani ambaye nyoka anaambiwa utayala. Kifungo hatari, kifungo cha mapando. Bwana Yesu atusaidie. Tupige hatua tena. Wakorinto 1, Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 47. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 47. Biblia imeandika, Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 47 imeandikwa, mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo alivyo wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo alivyo wa mbinguni. Mtu wa kwanza katika nchi ni wa udongo. Nilikwambia mwanzo Mungu alisema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alitufanya rohoni. Hatukuwa kwenye nchi, tulikuwa rohoni. Tuliposhuka kwenye nchi, mtu wa kwanza kutengenezwa alitengenezwa kwa udongo. Tumeona sura ya 2 Mwanzo 4b kuendelea, kwa udongo. Amina, amina. Alipotengenezwa kwa udongo, yule wa pili atoka mbinguni, ndio ile pumzi ya Mungu ikapulizwa, ndio mtu wa pili sasa, ambaye ndio mimi na wewe. Mimi na wewe ni watu wa rohoni. Asili yetu ni rohoni, sio mwilini. Ndio maana naongea na mtu wa rohoni, unanielewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Mtu wa kwanza ni wa udongo. Somo langu ni vifungo hatari. Kifungo cha mapando ni wa udongo. Tupige hatua, tuelekee tena Yohana 15 mstari wa kwanza hadi wa 5. Injili ya Yohana 15. Mungu mwenyewe anasema, mimi ni mzabibu wa kweli, nanyi ni matawi. Kaeni ndani yangu nanyi ndani yenu. Tawi lisilokaa ndani yangu ulikata nikalitupa. Tupige picha hapo, tuwaze kidogo hapo. Huyu Mungu anapotuambia maneno hayo, anasema yeye ni mzabibu, alafu sisi ni matawi. Ina maana tawi la mzabibu ndio mzabibu wenyewe. Tawi aliwezi likakaa nje ya shina. Shina lililosemwa pale ni Mungu kwamba yeye ndio mti wa mzabibu. Mti wa mzabibu umepandwa wapi? Kwenye udongo. Biblia inasema maji na yajitenge, pakavu paonekane. Anapaamuru pale pakavu paanze kuchipua mimea kwa jinsi yake. Ina maana na sisi tumepandwa kwenye udongo.
Ina maana na sisi tumetokea udongoni. Mtu wa kwanza ni wa udongo. Majeshi. Bado napenda twende hatua kwa hatua ili tufike kwenye pointi yetu, kifungo cha mapando. Umenielewa? Kwa hiyo kama mimi ni tawi la mzabibu, ina maana shina ambalo Mungu asema mimi ndio mzabibu wenyewe, ndio shina lenyewe. Ina maana Mungu ni mti wa mzabibu, mimi ni tawi lake. Mimi tawi ndio inayepaswa kuzaa, sio shina. Tawi inaambiwa zaeni. Ndio kule Mungu anamwambia Adamu na Eva, zaeni muongezeke. Najua umenielewa. Tupige hatua tena. Kifungo hatari, kifungo cha mapando. Ukiangalia kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 24. Marko 8:24. Biblia yangu inaniambia wakati Yesu anamwombea yule kipofu, akamwombea unaona nini? Akasema naona watu wanatembea kama miti. Naona watu wanatembea kama miti. Ni jambo la ajabu hilo. Kwa nini anaona watu wanatembea kama miti? Kwa nini? Kwa sababu alituona rohoni kwamba sisi ni kama mizabibu. Mungu ni shina, sisi ni matawi, tunatembea. Naona watu wanatembea kama miti. Utasema mchungaji, hizo habari hatujazielewa. Kwani miti inatembeaga? Jibu ni ndio. Kwa mujibu wa Biblia miti inatembea. Kwa mujibu wa Biblia miti inaongea. Kwa mujibu wa Biblia miti inasikia. Naona watu wanatembea kama miti. Watu wanatembea kama miti. Kipofu aliona rohoni. Hebu tuangalie hii miti kama inatembea. Waamuzi 9. Waamuzi 9 kuanzia mstari wa 8. Waamuzi sura ya 9 kuanzia mstari wa 8. Biblia imeandika, siku moja miti ilitoka ili kuutia mmoja mafuta uwe mfalme juu yake. Siku moja miti. Biblia iniambia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi au Jumapili. Haisemi, ila inasema siku moja. Hatujui kwa Jumatatu ila miti ilitoka kwenda kuutia mmoja mafuta uwe mfalme juu yao. Ikauambia mti mzeituni, tawala wewe juu yetu. Lakini huo mzeituni ukaiambia, je, niache mafuta yangu ambayo kwangu mimi watu wamheshimu Mungu na wanadamu, ili niende nikanyonge juu ya miti? Kisha miti ikauambia mtini, njoo wewe utawale juu yetu. Lakini huo mtini ukauambia, je, niuache utamu wangu na matunda yangu mazuri, niende nikanyonge juu ya miti? Kisha miti ikauambia mzabibu, njoo wewe utawale juu yetu. Huo mzabibu nao ukaiambia, je, niache divai yangu ambayo humfurahisha Mungu na wanadamu, ili niende nikanyonge juu yenu? Unaona? Hii ni miti. Waamuzi 9 kuanzia mstari wa 8. Endelea kusoma hapo. Hii ni miti. Inatoka, inatembea, inaongea, inasikilizana, inajadili mambo. Ndio maana nakwambia kipofu aliona rohoni, anaona watu wanatembea kama miti. Miti tumejifunza pale kwenye Yohana 15. Imepandwa kwenye udongo. Mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Unajuaje imepandwa kwenye udongo? Kwenye Mwanzo tunaona Mungu anasema maji na yajitenge, pakavu paonekane. Pale pakavu panapewa mission ya kufanya. Toa mazao, toa mimea kwa jinsi yako. Ndio maana ninarudia kukwambia wote tulitokea kwenye udongo. Ndio maana Paulo akasema mtu wa kwanza ni wa udongo. Somo langu leo ni mapando. Kifungo cha mapando.
Tupige hatua sasa. Mathayo 13 kuanzia mstari wa 24. Andiko letu la msingi liko hapo. Mathayo 13 kuanzia mstari wake ule wa 24. Biblia imeandika, akawaambia mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya ngano na msije mkayakusanya magugu na kuting'oa ngano pamoja navyo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, amewapa mfano. Mfano huu inaonekana wazi kabisa. Kulikuwa na bwana ametayarisha shamba vizuri. Kulikuwa na bwana amelima vizuri. Amepanda kwenye udongo. Lakini alipoondoka, Biblia inasema usiku, watu walipolala, akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Ndio maana nakwambia somo langu nimeliita ni kifungo hatari, kifungo cha mapando. Kuna mambo ambayo yamepandwa ndani yako bila wewe kujua wakati umelala. Biblia yangu hainiambii kulala ni kulala usingizi kama wanadamu tunavyolala. Kulala maana yake ni kutokukesha na Bwana. Kulala maana yake ni kuziacha njia za Bwana. Kulala maana yake ni kuwa na farakano na Mungu wako. Sikiliza nikwambie, wewe ukifanya kosa la kulala, huwa tufani na tabia ya kusimama. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, hata wanafunzi wa Yesu waliwahi kufanya hilo kosa. Wakamruhusu Yesu kulala kwenye mashua. Biblia inasema tufani ikanyanyuka, wakaanza kumwaga maji wakashindwa. Wakabidi wamwamshe Yesu, wakamwambia, Bwana mkubwa, haujali kwamba tunaangamia? Kosa lilikuwa ni la kwao kumruhusu Yesu kulala. Biblia yangu inaniambia kwamba mapando yaliyopandwa pale ni kwa sababu watu walipoenda kulala, akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Kuna wakati ulilala wewe. Kuna wakati ulikuwa macho. Ulikuwa ukipenda sana mambo ya Mungu. Ulikuwa kila uitapo leo unamuita Mungu. Lakini leo wewe hapana. Kifungo hatari hiki cha mapando. Ukimpa shetani dakika moja, anapanda maili kadhaa. Ndio maana ukiacha kwenda ibadani mara moja, utashangaa siku nyingine unajikuta hutaki tena kwenda. Mwisho wake unaacha kabisa. Ndio maana ukiacha kulisoma neno la Mungu, utashangaa umeacha leo kidogo, kesho unaacha kabisa. Ukimpa shetani dakika moja, anapanda magugu vya kutosha. Ndio maana andiko linasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Mapando, kifungo hatari cha mapando. Watu walipolala, akaja adui akapanda magugu. Ni vitu vingapi vimepandwa ndani yako? Naongea na wazazi sasa. Umepata neema, Mungu kakupa watoto wazuri. Watoto walikuwa ni wazuri. Leo hii watoto wanaharibika. Leo hii watoto wanafanya mambo yasiyofaa. Unajiuliza imekuaje? Watoto wanavaa nguo za milegezo. Watoto wanavaa nguo fupi zisizokuwa na heshima. Unashangaa jamii yetu inaenda wapi? Mwanangu, Biblia yangu inanithibitishia, watu walipolala, akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Kosa alikuwa la watoto, kosa la kwetu sisi ni wazazi. Kwa sababu gani? Kumbuka hata Ayubu alichofanya. Ayubu akasema, yamkini watoto wangu katika sherehe zao wanamtenda Mungu dhambi. Akawa anawaombea rehema watoto wake, akawa anawatolea sadaka watoto wake. Umewaombea mangapi watoto wako mema? Watoto wanaenda mashuleni, wengine wanakaa boarding, tumewaombea mangapi?
tunabaki tunangoja wakirudi. Watoto wasikiti wamebadilika. Wamebadilikaje? Ni hatua tulimpa shetani tulipolala, akapanda magugu, akaenda zake. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ni kifungo hatari. Chochote kinachopandwa lazima kitamea. Chochote kinachopandwa. Kama umepandwa neno la Mungu, watu watakuona unamea neema ya Mungu. Watakuona una moyo wa kuomba. Watakuona una moyo wa kuhubiri. Wataona una moyo wa kufanya huduma za kanisani. Watakuona tu. Wewe mwenyewe ujielewe, unashangaa mbona mimi nakuwa hivi, kumbe ndani yako kumepandwa chemchemi ya uzima, kumepandwa neno la uzima. Lakini vikipandwa vya uharibifu utawaona tu. Ndio Paulo anasema, nisilopenda kulitenda ndio nalolitenda. Nalopenda kulitenda hilo silitendi. Na nikiona hivyo najua dhambi imo ndani yangu. Ni kifungo hatari cha mapando. Umepandiwa nini wewe? Unaenda ukamwona mtu anatembea, lakini ukifunguka macho ya rohoni, kama yule kipofu kwenye Marko 8:22, ukifunguka macho ya rohoni, yeye Marko aliona watu wanatembea kama miti, lakini wewe unaenda ukafunguka macho ya rohoni, unaona mtu anatembea, lakini ndani yake kumbe amepandiwa limti kubwa la mkuyu. Limkuyu likubwa sana limo ndani. Na kwa sababu kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ukiweka mti pale, hata ni mkuu mtu yote ukishaota, baadaye ndege wanakuja kujenga, wadudu wengine nao watakuja pale, mijusi watakuja pale. Huo mkuu wa rohoni unaoona, ndege watakuja, ni wachawi, nao wanakuja kupanda magonjwa, wanakuja kupanda laana. Kuna matatizo mengine, kuna vitu vimepandwa ndani yako. Leo ninang'oa huo mti kwa jina la Yesu, maana Biblia imeandika, ukateni huo mti. Ninaukata. Shida nyingine unawaza imetokana na nini? Ni kifungo cha mapando. Umepandiwa nini wewe? Nimekupitisha hatua kwa hatua kwenye hili somo, nikakukumbusha wewe wa kwanza wewe ni udongo, na nikakwambia udongo sifa yake unapandwa vinamea. Kuna maeneo mengine udongo wake haukubali mazao ya mahindi, unakubali mazao mengine. Kuna upande mwingine udongo wake haukubali hayo mazao mengine, unakubali udongo wa mahindi. Ina maana unakubali mazao ya mahindi. Ina maana wewe umepandiwa nini? Ni kitu gani kinamea ndani yako? Jichunguze leo. Muda wako mwingi unautumia kwa wapi? Mwenendo wako mwingi unakuwa wapi? Huko itakuwa ni indicator ya wazi kwamba wewe umepandiwa nini. Majeshi. Leo tuna neema ya kung'oa leo. Kwa maana Mungu amemwambia Yeremia wazi. Katika kitabu cha Yeremia 1:9 hadi 10. Mungu amemwambia Yeremia wazi kwamba nimekuweka ili kubomoa, kung'oa, kuharibu, ili kupanda na kujenga. Leo nimekuweka ili kung'oa. Ndio maana Mungu anasema neema ya kung'oa tunayo, kama ilivyokuwa kwenye Mathayo 15:13. Kila pando lisilopandwa na Baba yangu litaenda kung'olewa. Huku Yesu anatuambia kwenye Mathayo 24 pale tuliposoma, wanaong'oa hayo magugu sio mimi na wewe, wanaong'oa ni malaika. Viacheni vyote vikue, hata wakati wa mavuno nitawaambia wale wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita muyachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Je, unajua wewe wakati wa mavuno ni lini? Maana amesema hata wakati wa mavuno. Wewe unajua wakati wa mavuno ni lini? Leo ndio wakati wa mavuno kwa jina la Yesu. Maana wakati wa mavuno wa shairi sio sawa sawa na wakati wa mavuno wa maembe. Wakati wa mavuno wa maembe sio sawa sawa wakati wa mavuno wa mahindi. Wakati wa mavuno wa mahindi sio sawa sawa wakati wa mavuno wa kalanga. Yaani kila kimoja kina wakati wake wa mavuno. Hata kwenye nchi tunaona wazi, hata matunda nayo yana wakati wake wa mavuno. Kuna wakati wa mapera, lakini kuna wakati wa machungwa. Kuna wakati wa maembe, lakini kuna wakati wa mapapai. Yaani kila kimoja kina wakati wake wa mavuno. Sikiliza nikwambie, ule wakati wa mavuno ambao malaika wameagizwa kwenda kuyakusanya ya magugu, ndio leo unaponisikiliza kwa jina la Yesu. Nami ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni, ng'oka ndani ya huyu mtu. Ng'oka kwa jina la Yesu. Ninaagiza malaika. Ninaamuru malaika wavunao, yakusanyeni hayo magugu. Huyu mtu anampenda Mungu, lakini ndani yake amejaa magugu ya ulevi, magugu ya ukahaba,
magugu yasiyofaa, magugu ya uchawi, shakapo ya bori bose bosha ndalaba, ninayang'oa. Hayana mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hayana mamlaka, kwa maana imeandikwa katika Yeremia, nimekupanda kama mzabibu mwema. Umegeukaje kuwa mzabibu pori wewe? Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu wewe? Imekuwaje? Nini kilichotokea? Lakini watu walipolala, akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Leo ninakuamsha kwa jina la Yesu, ninakuamsha kwa damu ya mwana kondoo. Amka, amka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amka, kwa maana imeandikwa kwa neno la Bwana. Wale watu wakamwamsha Yona, wakamwambia, una nini wewe ulalaye? Amka, yamkini ukiomba wewe Mungu wako atatusikia. Leo nakuamsha. Anda kung'oa hayo mapando. Kuna vitu ukutaliwa navyo wewe. Kuna tabia ilikuja kwako toka zamani wewe. Zimetokea wapi? Zimetokea wapi? Kwa jina la Yesu. Ni kifungo hatari hiki. Ni kifungo cha mapando. Shetani ukimpa dakika anapanda. Zaburi 1 imeandikwa, heri mtu yule asiyekaa katika baraza la wenye midhaa. Inawezekana ulimpa nafasi shetani, ukaenda baraza la wenye midhaa, vikapandwa. Inawezekana saa kulala wewe uombi, unajilalia tu, vinapandwa. Watu walipolala, akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Alafu leo unazunguka madhabahu na madhabahu wachungaji na wachungaji. Yamkini ujui, unaenda na kwa hukumu. Hakuna cha wachungaji, hakuna cha madhabahu, hakuna cha sikiliza nikwambie mtu wa Bwana. Sio kwamba hakuna, bali ukujua nini cha kufanya. Leo ninakupa cha kufanya. Ni kifungo cha mapando, ni kifungo hatari. Lazima ukishughulikie kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litaenda kung'olewa kwa damu ya Yesu. Ninaagiza leo katika ulimwengu wa roho, kama ilivyoandikwa kwa neno la Bwana, kwamba nimewekwa leo ili kung'oa, kubomoa, kusudi kupanda na kujenga. Ninaagiza kwa mamlaka ya jina Yesu, ninang'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo. Ndipo ambapo Simoni akawaambia wazazi wa Yesu, mtoto huyu amewekwa kwa ajili ya kuanguka na kuinuka kwa wengi katika Israeli. Nami ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, neno lilotanguliwa kuwekwa pale ni kuanguka. Ninaangusha kila mapando yote, ninaangusha kila mapando yote, ninaangusha kila mapando yote. Ninainua neema ya Mungu ndani yako. Ninainua kwa mamlaka ya jina Yesu. Ninainua kwa mamlaka ya jina Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Yeremia, ninapanda ufalme wa Mungu ndani yako. Ninapanda neema ya kuomba ndani yako. Ninapanda utu wema ndani yako. Ninapanda afya njema ndani yako. Ninang'oa kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa. Na agiza malaika, muanze kung'oa mapando kwa wewe ndugu yangu. Muanze kung'oa mapando kwa wewe ndugu yangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Muanze kung'oa haya mapando kwa damu ya mwana kondoo. Ndugu yangu, na kukaribisha nyumbani kwa Bwana. Karibu ndani ya nyumba ufufuo na uzima. Mahali popote ilipo, uje upokee zaidi maarifa ya ajabu. Na kama iko mbali na wewe ulipo, nenda kanisa lolote la watu waliokoka. Kanisa lolote la watu waliokoka, utapata pia maarifa. Kwa maana wingi wa maarifa wa mtu ndio wingi wa nguvu zake. Funika macho yako, ni mshukuru Mungu. Baba mtakatifu sana, Mungu mwenye uweza, mwenye nguvu, asante kwa ajili ya muda huu ambao mtoto wako huyu amekaa akinisikiliza. Ukweli si kwamba alikuwa ananisikiliza mimi, bali wewe Mungu uliokuwa ndani yangu. Maana imeandikwa, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Nami ninajua neno nililosema naye leo ni neno lako Bwana, ni neno la maarifa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba maarifa ya ajabu yakadili kwa ndani yake mtu huyu Bwana. Ninaomba neema ya ajabu katika jina la Yesu iambatane na yeye. Ukadili kumkutanisha na watu wa samani, watu ambao wakumuongoza katika hatima yake iliyokuwa njema. Ukadili kung'oa kila mapando ambayo hakika yake hujayapanda wewe katika jina la Yesu. Bali Bwana, yale mapando mema ambayo ni ngano njema ikadili kumea ndani yake. Ninaamuru neema ya Kristo iwe ndani yake. Ninaamuru nguvu ya maombi iwe ndani yako. Ninaamuru maarifa ya ajabu yawe ndani yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kifungo hatari, kila kifungo cha mapando hakitakuwa na nguvu tena ndani yako, katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba, nimeomba na kuamini. Amen.